Ulikuwa unataka kufanya kozi gani? Mimi nilikuwa nataka kuwa Kegonyi kama Kimodo. So hiyo ndio ilikuwa dream yangu. So na hapo ndio tuko na hatutoki hapo. Na kutoka hapo ndio niko na wazazi wengine wako hapa pia, wenye naye mama yangu walipendana kutoka mwanzo. Wakati kulikuwa ngumu kupata pesa ya driving school, mama yangu alinipeleka huko kwao, kulikuwa na gari. Hao ndio naye walinipeleka driving school. So siwezi take for granted for that. So ndio sasa mimi nilisema hao wazazi nitatembea na wao mpaka dakika ya mwisho, sababu isipokuwa ni mama yangu, isipokuwa ni mama, na mimi nashukuru hata baba yangu pia alikosa pesa ya kunisomesha, sababu mimi kama angenisomesha maybe singekuwa hapa, si kweli? Kama angepata hiyo pesa. So Mungu wakati mwingine naonanga Mungu kama anakuanga hata na ndama zake, anaona wacha Nyaga Wakadhei akose pesa ya kusomesha Somba, ndio Somba move aende yawe apate bahati huko mbele. So nataka kusema kila mtu na bahati yake, si ni kweli? Ukweli ama uongo? Na mimi mnaona hapa kama sijasoma, mimi nimejipeleka mpaka UK na nikaenda na nikarudi. Isipokuwa nayo hiyo safari ya UK, nikisema hapa is very interesting. Sijui kama tulienda na mtu anaitwa Umbro. Umbro uko hapa? Kama Umbro anaweza kuwa hapa, anaweza kuambia, sababu wakati mimi nilisema tunaenda UK, hiyo ni story ya kule mbele. Huyo mzee forever in my life, nikiulizwa yule mtu athomire wana, naweza sema ni huyo. Sababu the day wakati tulisema tunaenda UK, yeye hiyo wakati mimi sina visa. Na unajua UK lazima uwe na visa, si ni kweli? Sina fare, sina ticket. So huyo mtu tulikuwa mimi wakati hata nafikiri wacha nikwambie, hata yeye hakuwa amechanuka hiyo kiwango, sababu yeye mwenyewe huyu bwana Umbro, tulikuwa tunaenda na Umbro, yeye ndiye alikuwa ananipakia nguo, ati wewe ukifika utatuambia. Na huyo wakati sisi tunaenda embassy. So tukiwa pale embassy nauliza Umbro, sababu hii laini vile imekuwa mrefu, tutafikiwa saa ngapi na tunaenda na ndege ya saa ngapi? Sijui kama unaona hiyo safari. Na it is very real. So Umbro najua kwa ile visa the first time tulienda kule tulikosa. Wakati tulipewa mimi nililia. So mzungu alikuja pale akaniuliza, sababu hiyo wakati ilikuwa very tight, ilikuwa mbali sana. Mzungu akakuja akaniuliza na Kizungu, "You sick? Why crying?" Huyu naye Mungu akachukua akamueleza na hiyo Kizungu. Akamuuliza huyu alikuwa anataka twende UK lakini ameambiwa failed. Huyo mzungu aliambia Mungu tena atafuatilia, sababu aliona kweli nilikuwa na hamu ya kwenda wapi? UK. Let me tuka-apply na siku tuli-apply tukaambiwa si kama 10 days. Umemboeka? Story ni mzuri. Tuendelee. Thank you very much. Nataka kukipiza sababu nasikia Waithaka Wanjeni yako hapa. Ndio mpige muziki kidogo. Ama hiyo story tumalize the other day. Very good. So wakati tulienda kuchukua ile visa, sababu ni after 10 days, ni kweli tulienda tukapewa. Bado hiyo wakati Mungu aniambii hatuwezi hata tukipewa hatuwezi enda hiyo siku, sababu siku na ndege. Right? Bado hiyo siku mimi niliamka mapema sana, nikaambia mama kawaida mbag, sisi tunaenda, tutaongea tukifika wapi? Kule. Wakati tulifika kule tukapewa visa. So nikaambia Mungu, hapana, hapa ni haraka haraka, tuchukue taxi sisi twende wapi? Airport. Aniambii
ati siku lazima tufanye nini? Tumbuku ndege. So wakati imefika pale akaniambia acha tujaribu kubuku haraka haraka ndio tulipe hiyo wakati ndio mimi nilijua kuna dola na USD na pound. So wakati tuko pale Mugodi ananiambia fare ni hii, pesa ni hii, kuna badilishwa, kunaenda, lakini tumepata ndege imejaa, kwa hivyo tumeambiwa tunatafutiwa kwa mitandao, bra 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 bra, ikawa hivyo. The end of the day tulienda kule UK. Na wacha nikwambie, isipokuwa ndio unaona mimi saa hii nimeajiri mwalimu wa kunisomesha English. Nyinyi mko hapa msomesi watoto, wacha nimwambie ile pesa nimetumia. Sababu hiyo wakati mimi nimeandika Mugo, sisi tunaenda na huko, lakini nafikiri Mugo sababu ni mtu ameokoka, hakuniimbia. Sababu unajua pesa ikiwa Kenya shillings ibadilishana na pound, hata mimi si nimepotea. So mimi nilienda pale nikapewa. Kwa hivyo mimi niliambia Mugo nikugawanya katikati, wewe unabeba hii, mimi nabeba hii. So mimi sijajua ile hesabu kabisa, natafutanga umbro mpaka wa leo aniambie ile pesa iliisha namna gani. Sijui kama tuko sawa. So tulienda na tukarudi. Hiyo ni ya siku ingine tukifungua mkule Kabagara, ndio another day tukifungua ile ingine ndio nimwambie vile kulienda huko mbele. No tujiete wega. No tukure Kabagara. Very good. Nina nijukaga twina bishop akanyitete oguma bishop kaya mugakano nginya mukari. Mwende kana mutikende. No nake bishop na provost matingiuka kubujia kindu kiuru. Kateguo. No mabeni andu. Bas. Kabagara koguo karwa sawa. Nataka kushukuru, nataka kusema kitu moja, jambo moja before tuende, kwa sana sana hapo kwa quality ya chakula. Quality ya chakula ya Joemira, tangu tufungue hii machine, tangu tumaliza kuifunga, kama huko Kamau, simama tu mahali huko. Kamau, Wang, where are you Wang? Oh, okay. Wakati hii machine tumefunga, hiyo bwana Kamau, tulikuwa tufunge hii machine 2013. Na 2013 hiyo wakati si kama saa hii nimejua mbichi na mbivu. Tulikosa kuelewana na wao from 2013 sababu vile tulikuwa tunataka kufanya hesabu ikakosa kuingiana. Na mari tumetoka kwa animal feed, sababu animal feed tumeanza kutengeneza 2010 the same unga ya Joymax na animal feed tulianza, yani hiyo ndoto ilikuja hiyo wakati. Na wacha nikwambie, sababu mwenye amenipea hiyo ndoto is my friend, anakuanga Murang'a, bado ni mtu anasiaga unga, is my friend of mine. Sikumuita leo sababu ilikuwa siku ya animal feed. Huyo ndiye inaitwa mentor, ndio nianze hii biashara. Na wacha nikwambie, daktari yako wapi? Daktari simama. Daktari ni sawa. Daktari, hiyo daktari yako hapo from 2010. Nataka tu kupeana vile tulianza hiyo animal feed. That time nilikuwa na rafiki yangu daktari. That time alikuwa kampuni kubwa sana ya animal feed, right? So naye kulikuwa na mtu rafiki yangu alikuwa anaitwa Jane. He is my friend, watu wengine wanamjua sababu bado ametuendesha kwa hii kampuni, tumeenda naye pamoja. Wakati tulianza animal feed ilikuwa kazi ngumu sana, sababu hiyo wakati nilienda nikaambia Jeni hata yeye anja kuja huku, sababu hiyo ilikuwa tuko kwa 8 na ndio tunasiagia unga na ndio tunataka kusiaga animal feed. Hiyo wakati tulifanya advertisement kwa TV,
kwa gazeti. Tunataka professional doctor. Meta kwa meta wata ni Christian. Meta wata Jacqueline. Ando ama kuthondeka irio. Oh, nutritionist. So sisi mboe kile. Hiyo wakati tulienda nikaambia huyo Jane nataka kufungua. Hiyo wakati tulikuwa tumefanya kazi ya kaunti iko sawa. Nikamwambia nimenunua machini ya kusiaga, alafu tunataka hiyo chakula inatoka kwa mahindi, hiyo inachia tunatengeneza chakula ya mifugo. So akaniambia tutatafuta watu very professional. Watu professional tuliandika kwa gazeti. So daktari naye alikuwa kwa kampuni nyingine na walikuwa wanajuana na huyo Jane. Kwa hivyo hata tukaambia daktari hata yeye mwenyewe atakuja. Ni 20 ilikuwa 2009. Tulifanyia interview pale Rosmo. Hiyo wakati ndio niliona mitaratara mizuri huko. Tukafanya interview pale vizuri na nafikiri daktari alikuwa mmoja na mtu anaitwa Mogo wa Mogo. Mogo wa Mogo ni mbaya sababu wao ndio tulichukua. Na tukachukua watu wa Miri bura sababu ilikuwa ni hoteli, tukawaambia siku ya orientation. Sasa nimeiva sana na Kisumu by the way. It's not a joke. I'm okay. Da ugirios tu alienda na UK na karasi ya kwa rege. Ya gananga soka. Unduna wale wako makanito muratheka. Ikijigagua ndo makiaria ndeto cia production. Mimi naangalia watu wakisema tunatengeneza tunafanya, mimi na nyamaza. Sababu najua it's not easy. So tulienda huko Roswell tukafanya advertisement ya hao wakakuja. Hiyo wakati huyu mnaita CEO ama sijui nini hakuwa amesaliwa. Kitambo kalikuwa kadogo sana. So daktari na timu, so tukasema siku ya kuripoti wakunje kitu inaitwa orientation. So orientation hata nikwambie hiyo wakati mimi Chomba nimeenda kwa mahali kunatengenezwa chakula ya ng'ombe. Wakati wamekuja pale tukaenda kwa ofisi, si ndio sema waonyeshe mahali wanaenda kutengeneza. So ile timu tulichukua na daktari is my witness there. Tulienda mahali tunafunga kama chini kadogo tu, kalikuwa tulianza na 25 ton hiyo wakati. So tukamaliza pale nyuma. Sasa naye yule mtu tulikuwa tumesema tukasema pale ndio tunatengenezea chakula ya ng'ombe. So tulipiga round, nikaona hao watu wameboeka sana. Na hiyo wakati mimi naona nimejaribu nikiwa na machini nimenunua China na ikakuja hapa naona wamechoka sana. So nikawaambia sasa tutakuwa tukisiaga hapa, mahindi tunawekea pale, packing tunafanya pale. Na wale wa mama tulianza na wao hapo akina Mary. Mary uko hapa? Mary. Na Mary tulianza na wao hiyo wakati 2010. Na bado niko na wao wa mama tunasomesha watoto polepole hapa. So wakati tumetoka pale kulikuwa kusuri. Sababu machini ilikuwa pale hapo kadogo ka 25 tani. So wakati tumefika kule kwa animal feed, ile kitu nilikuwa nimenunua pale ni sieta kwa isiko si ateri vijiko. So nikamwambia hapa ni kiandarua, daktari unapeana formula, mimi natafuta vijana nyinyi mnachanganya. Hiyo ndio ilikuwa animal feed. Na daktari is witness. Hapo ndio tulianza. Wale walikula Joy Max animal feed ya kwanza. Sababu saa hii nasema tulikuwa tunachanganya na vijiko ya nini? Yaani tulianza mbali. Tukaenda hivyo wale watu wote tulikuwa na wao wakatoroka. Sababu unaona mtu wa secondary wa university, mtu ametoka university, ukuje umwambie ile masomo yote amesoma, mchanganyo ni ile, huyo mtu atakubali hiyo kazi? Hawakuamka. Hata yule daktari hakurudi. Na kile nienda mtomete wana na digrii yake. But hiyo wakati nikasema mimi nitajikasha na hakuniwachilia. Akiwa kwa ile kampuni aliniekesha, akaniambia tutatafuta mixer, burabura, tukanunua mixer, akawa ni mtu wa formula vizuri kabisa. Na tunaenda mpaka sasa kitu 20 kama miaka 5 tumestrain kabisa.
2015 ndio sasa tulipata mixer sasa. Mixer sasa tukaanza kutengeneza chakula mzuri, tukaenda mpaka mahali tuko. So mpaka saa hii mahali sasa tumefunga ile machini inaongea kama mtu. Kiambia cotton, sunflower, mixing. So saa hii kuenjoy. Yeah? So mahali tuko kwa sasa we are 105%. Sababu huyu daktari niko naye, na kama kuna chief mwenye tulikuwa chief, simama kidogo. Huyu ni chief mkubwa wangu, tulikuwa tunasoma naye huyu. No yuto kila 7 ndako bagia fio. Huyu mpaka kuna wakati nilikope mpaka jina yake. Sasa nilikuwa na mwalimu anaitwa Mrs. Ndombe, sijui kama ako hapa. Wakati wanaita. Mimi naenda nasema mwalimu sikuona yangu. Aniambia hata kama nikukope, kuna kope mpaka jina. So this is my ndio subsif. Ni ndio chief wangu kule nyumbani. So tulikuwa klasi moja. Huyu ndio tukipatana nikiwa na ngiri na mwambianga lera kirao ni kama kuna genge tondu ndio wironda na ndane kate ndana murutira chifu, asante sana. Ndirenda kwaria muno tondu ndirerwa live ndirenda kurengwo. Nataka kushukuru my supplier. Niko na supplier wametoka Tanzania. Wako wapi? Lucas na Wanyeri. Very good. Proceed. Hawa ni watu wamesikilia hii kampuni na njia kubwa sana. Na huyu Lucas ako na more than 400 truck. Huyu mnaona ile magari ya Tanzania unaona pale yote ni ya huyu mzee. Na huyu mzee yeye mwenyewe nafikiri haelewi Kiswahili sana. So huyu amekuwa rafiki wa Joemira, kwa hivyo huyu ametusikilia na njia kubwa sana. Huyu mwingine naye anaitwa Wanyeri. Huyu Wanyeri anakuanga pale Mbunda. Huyo ndiye anatufanyia clearing yote, gari ikiingia yote, ile maidi yote unaona ikiingia hapa kwa Mbunda, yeye ndiye anatufanyianga kitu inaitwa nindilale menyire leo metagwa clearing agent. So sahi hakuna Kikuyu, hapana, kama ni clearing agent nasema ndio huyu, na very good English. So naye huyu ananijua vizuri sana. Huyu Wanyeri huyu, hata huyu tumeenda naye mpaka Zambia na gari. Mguu kufuka hivi Tanzania, tukafuka mpaka tukaenda Tanzania, yeye na rafiki Zambia, na mzee anaitwa Digital. Digital wako wapi huko? Na Digital simama. Tumeenda na huyo Digital. Huyu ndio mmesikia nimesema amekuja pale akaniambia nataka kutengeneza Digital Premium. Nimemwambia atafungwa. Tumeenda na Digital, is my best friend. Na huyu na gari moja Digital na hawa unaona mimi nikiwa back left. Huyu twende mpaka tukaenda mpaka kule Zambia. Sababu naye wakati naenda mahali kunataka, sababu unajua ukitoka ufike pale Zambia lazima upeane passport na kuna kujaza. So saa hii nimesoma kuongea but sijajua kujaza. So naendanga na nani? Na Digital. Sasa huyo tukifika pale
Kama mimi tukiwa kwa laini hivi naambiwa mzee kuja, najifanya naongea na pia wewe pale ongea. Alafu akiulizwa namwambia sema tuko pamoja. Ndasuka. So hao watu wawili ni wale watu naweza amini. Sababu tumeenda na wao Zambia kutafuta mahindi. Hika bagara mnakula imetuonyesha maneno. Tumetoka hapa na wao tukaenda Zambia. Na gari kwa barabara hivi tukasuka tukaenda mpaka huko. Huyu mzee sababu hatakuwa tunajuana, kulikuwa na jua sana sababu huko kulikuwa na jua sana. Huyu alikuwa anatoa nguo. Unakumbuka mwalimu? Anafanya hivi anatokea unaona hii tumbo hii. Wakati tumekosa masaa imepita anatoa. Akikwambia unajua ni mtu amezoea kukula pale mboda. Alikuwa anatoa nguo hivi ananiambia unaona hii tumbo inataka kukula kuku. So thank you Mr. Wanyeri. Nashukuru sana na kutoka hiyo wakati sisi tunaangalia marafiki sababu tuanze kusiaga vizuri sababu tumeanza kusiaga vizuri 2016 tumekuwa tukifanya mimi na Wanyeri kwa boda na Lucas na yeye ametusimamia. Lucas kaa chini. Asante sana. So ni wale watu tunaweza sema tumefanya kazi na wao. Kuna mtu mwingine nataka kushukuru before niende hapo mbele, anaitwa Haruba. Hata kwa wapi asimame tu mahali yako. Huyo naye unaona huyu ni mkubwa wangu. Na nyinyi wote na mimi naambianga mpaka wenye wanafanya kazi Joemira hata wao wanajua. Na waambianga tupeleke watoto kwa Haruba. Sababu Haruba is my friend na sio sure hivi hivi. So unaweza dress hiyo mutaratara ucio okoko musiari no wati kurado thiana ngobia ugakora director ukathikira watho wake. Thank you very much. So huyu naye rafiki yangu Haruba ni rafiki ya kipekee. Wakati huyu Haruba